wageni. Sijui kama ni kunao miongoni mwetu ambao hawasikii Kisii. Okay. Kunao miongoni mwetu hawasikii Kiingereza. Na kunao miongoni mwetu ambao Kiswahili ndio lugha thabiti ambayo utaweza kutumia. Okay, tutatumia Kiswahili sasa. Kwa jambo lolote ambalo linafanyika katika dunia hii, mwanzilishi wa hilo jambo liko. Na nimeona wakati nilifika hapa nikaambiwa kwamba tumekuja kwa familia. Hii yote ni familia ambao imeunganishwa. Wengine wametoka mbalimbali, wametoka Kisii na wengine wametoka Nakuru, wengine wametoka Nairobi, kwa shughuli ya kufanya hii siku iwe kamilifu. Kunao kitu ambao lazima tufanye kwanza, kwa sababu kutoka asubuhi mumeimba, kutoka asubuhi mmesikiliza. Haya masaa sasa tutayakabidhi katika neno. Lakini kwanza tutaanza na nyimbo mbili. Moja ni namba 9. Katika kompyuta zenu nafikiri huko na namba 9 katika na kwaya chorus hapa karibu na sisi. Chorus kutoka pale popote. Sema namba 9. Namba 9. Kiswahili. Muumbaji mfalme, vitu vyote vyako, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu hisani zako kuu, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Huyu mwimbaji aliangalia na akaona kwamba mambo yote yule ambaye amefanya haya mambo kuwa rahisi na kikamilifu ni muumbaji. Na katika huo wimbo kunao mambo ya busara ambayo lazima tuyachukue, si kwa urahisi lakini kwa uzito ule ambao unastahili. Kwamba ikiwa amebarikiwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya huyu muumbaji. Yaani kwamba there's nothing that we can be able to do in this world ikiwa hatutasema vitu vyote vinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Tunaamuka asubuhi, tunalala jioni, na kesho kutwa
huyu muumbaji analeta vitu vyote vile anataka ili sisi tuwe kikamilifu. Kunao kitu ambao sisi binadamu hatuelewi. Tuna wakati tunakula vizuri, wakati ili mambo yetu inakuwa sawa, tunajifuna kwamba sisi ndio tumewekea kufanya hiyo mambo ya kufanya nini? Kuwa. Katika familia kama hii, wakati ninapokutana, naomba muweke Mungu mbele kwa jambo lolote ile ambao mtaweza kuwa mnataka kufanya kama familia, kwa sababu bila Mungu kuwa mbele, kutoboa itakuwa ngumu. Katika katikati tena mnafanya nini? Mnarudi from point zero. Kwa hivyo katika familia hii, bila huyu aliimba na akasema ikiwa vitu vyote ikiwa niko nazo vinatoka kwa, na hata ninapoenda kanisani lazima nikutolee 10% ya kile ambao umefanya nini? Umenipatia, kwa sababu nime acknowledge kwamba wewe ndio source ya hii vitu vyote ambao niko nazo. Wakati unapojua kama hivyo, basi mambo yote itakuwa ni sawa. Na ndipo nataka tuende katika nyimbo nyingine ambayo inaitwa namba 3, namba 3. Namba 3, ukiwa mnaweza kufungua huko, nataka tuende kwa namba 3. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu. Tusimame sasa kwa kuimba huo wimbo. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa Yesu, aliyetoa maisha yake tuwe nao uzima wa milele. Msifu dunia
wetu uishie katika kiti cha enzi, ni wakati mwema Bwana katika jioni ya leo. Tukubalie sisi tu katika miguuni mwako. Tusabise na damu yako Bwana iliyomwagika kwa sababu ya ukombozi. Kundi hili Bwana ambao limetembea kutoka sehemu mbalimbali kwa sababu ya upendo, limekutana hapa Bwana, lengo lao la nifahamu. Ili Bwana endelea kukua katika familia hii, endelea kuwaonekania kila siku mapito yao wakiamka kila siku. Endelea kubariki watoto ambao ni wajukuu, wasee ambao wako hapa. Mungu wetu, mambo yote ambao wataweza kuwa wanafikiria kufanya, wewe uwe umetangulia. Tunaposoma neno lako Bwana, liwe taa katika safari hii ya imani. Tuomba haya na uyabariki, na nikupitia jina la Yesu na ni Mwokozi wetu. Amen. Uingie katika kitabu cha Zaburi, Psalms 133. Nitakuwa mfupi sana kwa sababu ya mipango ile ambayo uko nayo, lakini nataka tuende katika hiyo kitabu ya Zaburi 133. Tuanze nafasi 1. Tunakuta kwamba mtumishi wa Mungu kunalo kitu ambao aliyataka sisi tufahamu katika siku zile na hata siku hizi sasa. Katika siku zile ndipo akaangalia akaona kwamba watu wakiwa pamoja kama familia. Nani yuko hapa ambaye ataweza kutusomea from verse 1 to 2? Psalms 133 ambayo inasema baraka ya kuwa na umoja. Psalms 133 verse 1. Yes. Soma any language. Norabu nere buya. Noko gokyo konene. Ngekera banta bamo bakomenyamo. Kose bakiramo bukwana yabo. Bayigwana ine. Amangana yo igara maya kuna maguta ko nyoro monte yakira okaraki. Abo tiyo kamia. Ngarero nanyira maguta akire. Umonta ko gore duka. Ekare sibiri. Umanya ko te wana maguta wana nkwe ton. Kwe ton. Ekera etire iga. Abantu banza kumorigere ko bakingo koranya ora maguta. Abangi na bamanya ko imoka kila di amaguta ari ngayo kwa kwa. Amanya ko bijo ko baka seduke isa 2 saa 3 no bakorete. No bare babategyo mugango igorango ba. Na tuwajire mandi gani. Amaguta nare warenda. Ayo na ro bangira ba biki na baire. Na Daudi nera karire dia kardanga Aroni ekera tenene ayotenna busi igare ko mukamilisa. Tabwate njira kinde kya kombo. Lakini ngakera tenene bukuru ngana lia Nyasaye. Igoria ne kometa net. Ngana itugono iga. Ekere familia akiramo. Ikiwa familia imekuja wakati huu pamoja, ndio nasema sasa nilikuwa nitacheki kwa mambo mengine. Kile iko namna hii. Aaron ndevu yake ilikuwa kubwa. Na wakati ilikuwa inawekwa mafuta, ilikuwa ina meta. Yaani usia wake wa Aaron ulikuwa unafuatwa na wengi. Na ndio anasema ikiwa ingekuwa vizuri tuendelee kuwa na umoja kama familia. Ukiangalia katika hiyo Biblia ina utangulizi ambayo inasema baraka za kuwa na umoja. Baraka zinatoka wapi? Zinatoka kwa Mungu. Na ndipo Mungu akasema tuheshimu, ni sheria hiyo sasa ya Mungu. It is one of the commandments, 10 commandments. Mheshimu wazazi wenu ili masiku yenu iwe nini? Iwe mrefu. Kwa hivyo hata ikiwa tutaweza kukutana hapa na ikiwa tutaweza kuheshimu wasee wale ambao wametuzaa, parents, tumekasisa Mungu. Hiyo ndio kitu ambao wale vijana nataka ambao wako hapa
ambao watakuwa wasee miaka ingine, mjue kwamba it is very important, it's paramount kuheshimu wazazi wako, kwa sababu hilo ni commandment kutoka kwa nani? Mimi naamini kwamba wale wasee ambao wako hapa, wewe mzee, simama kidogo. Wakati naona huyu mzee ameacha mambo yote yake kutoka nyumbani mpaka amefika hapa. Amefika hapa kwa sababu ya upendo. Amefika hapa kwa sababu anataka familia yake iwe nini? Isimame. Na ikiwa itasimama kwa sababu ya usia wake. Na nyinyi vijana mtaweza kusema mtaweza kukaa miaka hii kama huyo mzee na muda gani? Mtakaa na muda gani kama huyo mzee? Wewe iko katika Beilo, angalia siku moja. Unanunua kofia. Unaambia mzee, mimi nimekuja kukusalimia. Fai kofia ya? Naye atasema wewe pale utaenda ukikanyaga nyasi iendelee kufanya nini? Kwa ngaso takio soko nyasi, au nyasi waje wakaraki. Mwenye kusopoka. Kusopoka nini? Translation says zingine mtaweza kufanya wale ambao mko na wale facts ambao si vizuri. Lakini ni the main important thing ni kwamba tuheshimu na tufuate vile Mungu alisema kwamba tuheshimu wazazi wetu. Mzazi akikwambia fanya hii ndio itaweza kufanya vizuri kwa maisha yako. Obey. Kunao mambo mengine ambao ni lazima obey. Si tunaenda kuangalia katika vitabu. No. Ni kitu ambao kiko ukiona katika Biblia utasoma ya Arabu ikusaidie. Ukitaka Exodus 20 verse 8 kuendelea itakuonyesha kwa nini wana wa Israeli Mungu aliwapatia sheria. Egypt hawakuwa na sheria huko, lakini sasa anataka kuwa inherit wawe wake, wasikie na wachukue sheria zake, ndio wawe kuwafundisha mataifa wengine. Ndio sasa wakati unaangalia hivi siku hizi chaos iko kwa kila mbomo. Kwa sababu ya nini? Because of economy. Na hapa ndio Yesu akasema wakati disciples wake walikuja secretly. Ukiangalia katika hiyo Biblia Matthew 24 itakuonyesha kwamba hawa walikuwa wanataka kujua ni wakati gani Yesu atakuja, so that kila mtu aende kwa business yake. Ili masiku ikifika, ili kila mtu afanya amekuwa tayari. Ni kama ile harusi itasemekana ni January 25. Hao ndio function fulani itakuja kuwa. Lakini the second coming of Jesus haikukuwa hivyo. Itakuwa in a secret form. Hakuna mtu ambaye atajua kwa ni nani. It is only God. Kwa hivyo, lakini akasema hivi, nitawaambia siri kidogo. Mkiona aya na aya yatafanyika, mkiwe mwisho wa dunia iko wapi? Iko karibu. Si wakati hiyo, lakini itakuwa karibu. Akasema amani haitakuwa katika manyumba nyingi because of the economy. Bali katika ulimwengu sasa hivi, bali tumefika, umeona hiyo. Pesa haku. Ukiangalia even those countries ambao siko mbele katika uchumi, nao wanalia. Why? Kwa nini wanalia? Na unaona hata hao wale ambao ni developed countries wanataka kuingia kunyanyasa wale ambao developing countries. Kwa hivyo ukiangalia katika dunia, vita iko kila sehemu. Vita iko kila sehemu. Kwa nini? Kwa sababu is one of the signs ya ambao Yesu alisema mkiona haya mjue Mungu iko karibu. Hiyo inatusaidia nini? Inatusaidia hivi. Those signs kwamba chochote ambao sisi tunafanya katika dunia hii, tukiwa wasafiri wa mbinguni, tukihatarishe na yale ambao yako mbele. Kama sasa tunasema okay, tukiwa na
president mpya, mambo yetu itakuwa sana. Na wauliza wasafiri wa miguu, tukibadilisha kesho tuweka mtu mwingine, tutalia? Ikiwa wewe unataka kujua mtu yule ambaye anaangalia Biblia, utasikia comment sana. Huyu hapana. Ukiweka huyu kesho atafanya hata ameiba pesa yote tumebaki kule. Binadamu these days, iwe ni kanisani, iwe ni nje, wakati umeshawekwa ngazi hapa tu kwamba unaongoza watu, that is the moment ambao umejiweka katika kioo. After 1 day, after 3 days, wameanza kuona makosa ya. Sasa wakati wewe si walikupandisha wakiweka huko. Sasa hii ngozi wataka kukuitoa. Ili utoka kutoka chini ufanye nini? Uanguke chini. That is the nature of human beings. And that's where we are now. Kila ambao kitaweza kutusaidia ni hivi. Tunapokutana hivi kama familia, tusiache neno la Mungu chini au nyuma. Because hilo ndio itaweza kuwa taa ya miguu ya nani? Yes. Kwa wale akina mama ambao wako hapa ambao ni wasee, mimi nasema kwamba Mungu aendelee kuwa nani. Muendelee kuongoza familia hizi. Hii familia hizi ni changa, na wajue kwamba whatever they are doing at any place, wajue kwamba Mungu yuko mbele na ndiye ataweza kuwasimamisha. And kuna wakati ambao mnakutana hivi, msiwe na choyo. Msiwe muone kwamba huyu kijana inakuaje yeye iko na masters degree na mimi sina. Kwa sababu hiyo yote inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Mungu ametubariki na vipaji mbalimbali. Sio lazima uwe na degree ndipo uwe mtu, hapana. Yuko na vipaji mbalimbali, vile vidole vyetu viko mbalimbali kwa length zake. Na ndipo Mungu naye amewapatia wisdom. For example, huyu mzee. Umemwona huyu? Huyu mzee ana PhD. Ana PhD. Ana masters. Lakini kuna wisdom. Na hata ingawa utaweza kusoma sana, ikiwa huna wisdom, you are equally useless. Naamini nikisema hivi, Mungu aendelee kuwabariki. Amen. Chochote ambao mnaweza kufanya katika njia ya kuelekeza hawa the youngsters ambao mko nazo, muwasomeze kila boma, ujue kwamba iko na jukumu la kuwasomeza. Daudi anasema inakuwa vizuri wakati watu wako pamoja. Wakati wakiwa pamoja, wataweza kupata yule mtu mwingine ambaye mtoto yake ameitwa university. Na ikiwa ameitwa university, maybe is not able. Hizo zote ni. Kwa hivyo advantage gani ya kuwa nyinyi kuwa pamoja? Ni kwa sababu ya kuwa brief. Yule ambaye iko wapi? Chini. Ili mumulete naye awe taa katika ile yaani hiyo ndio objective kabisa ambayo inatakiwa kuwa katika family. Mjue kwamba elimu basi tunaenda mbele ndio kila kitu katika dunia. Kwa sababu zamani tulikuwa tuna Biblia ambao tunakuweka katika bags na nini, lakini these days kila kitu kimekuwa computerized. Hii ndio Danieli aliambiwa kwamba siku za mwisho, Danieli 12:4, siku za mwisho elimu itafanya nini? Itaongezeka. Na wakati elimu imeongezeka, wewe iko na Biblia bali wewe iko ili usambaze ujumbe wa malaika wangapi? Mungu aendelee kuwabariki. Na ikiwa ingekuwa bora ukuje kwa kanisa yetu kesho, uwe msali na sisi, itakuwa kanisa ambao itakuwa happy sana, na naamini uzee utafanya. Mungu aendelee kuwabariki. Amen. Tupatie wimbo wako. Ilikuwa makuzulio yako ila siku
yetu. Tumeweza kuona mkono wako kwa wale wote ambao waliweza kutravel na kutumia vyuma na wakafika katika bomba hili wakiwa wazima, na shughuli hii inapoendelea, utukufu wazazi wetu wakabidhi mkononi mwako Bwana, wawapa afya njema, waongeza maisha tunapoishi katika dunia hii ya dhambi, na zaidi Bwana wakaweza kuwa katika hali ya kiroho wanapokuwa katika hali ya kimwili. Ndugu zangu waliwepo mahala hapa pamoja na watoto wetu, wakabidhi mkononi mwako, kawajalia baraka zako zote kwa jumla, ili uliokwenda kutuandalia ukatupatanisha utakaporudi mara ya pili. Masaa haya lengo na makusudio yetu ni kwamba wazazi wetu ni Mungu wetu wa pili, na kama watoto tumekuja kwa ajili ya kuweza kupokea baraka kupitia kwao, na kupitia kwako Bwana yote yanawezekana. Mnenaji aliyonena siku hii na mkabidhi mkononi mwako Bwana pamoja na familia yake. Hebu Bwana familia hii usije ukaiacha, na ukaweza kutembea pamoja nao katika imani. Siku hii ya leo Ijumaa, siku ya maandalio, tutakabidhi mkononi mwako. Hebu Bwana tunapoendelea inapoendelea kuimarika na kuweza kukaribia siku ya Sabato, hebu Bwana utuandae katika hali ya mioyo yetu, mmoja asije akapotea. Naomba sote ikupendeze ya kwamba utakaporudi utakuwa chini ya miguu yako. Naamini mioyo yao wameomba, na unapopokea wote wanaomba maombi ya Bwana usiache, nasi utupokee, utujazie yale yote ambayo hatujaomba yawe fungu moja, nani kupitia Yesu Kristo naomba kuamini. Amen. Nasao ito yoro mbijana ndo yoro mwakenu asiri tukeri na sikinse kiga tuakila samagurao tuko sabana monene kwa bili bibia itu tokenda tomanyara ko babarabu erinde Kristo Yesu akero ko irana ilia kaberi bali bonsi barega igabanyare ko tutasamani kende keyo toranyare ko ba tuko ko sabo monene kire kenene ko buyekyo obo gimanoto ete wekira lituko na kila kiza naende bono ligereria ogende naende asugo tusibia otoche no monene kwa sababu ntomanyete nga konye toko tokena tutweka tokonya obiya bwao bwabamo na intwe abami ntuko na baruete ko safari erare kero yo moyo rubetara asaru aruete mkono moroji naende omoira ni boy bomo waike witera kimba bakiawo waseseni bonsi pibu na barega ekibonsi baranyare gotebana na kitoko kora kenyare konyora ubwonte ni bwa omwanere bwa mabira mani kuruma bitu akwanyira mani konye tuakire against your wish tomba msama na konye tuakorire ayabwenerete yokoreka abantu bawamo
asogo chengali tukuriria kabere karoko nyorekana wakira sama tusese ni toi kyao bonspi abaga kabara abakina bara abamura bara omonene nore gerengo yao bao bwanjani ori bwatebeti Daudi bao babubwati na abana bababwati abayibuli na abayibuli bagendere bokurigirira Nyasaye omonene ayituwebire sengenyo intumwanya bantu nyamente na unya seseni na ni kwa pitia kino la Yesu na Mwokozi wetu.